matarajio yangu kwamba nyinyi kama wa mwanzo ambao mmepata tukifanya mipango ya matumizi, tulikuwa tunatazama vile vitu vilivyokuwepo katika yale maeneo. Hapa kuna samaki, wataka watu. Hapa kuna mwani, wataka watu wa mwani. Hapa kuna maeneo ya hoteli, wataka watu wa utalii, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Tunatazama vile vitu ambavyo vipo kwa lugha ya kitaalamu tunaita resource, alafu tunapanga jinsi ya matumizi ya zile resources zitakapokuwa. Kama nilivyoelekeza kwenye majadiliano yanayojadiliwa, kumeonekana kuna mapungufu ambayo sisi wavuvi wadogo wadogo tunakosa fursa ama nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo timu hii ipo kwa ajili ya kutafuta ni kwa namna gani itapunguza hiyo changamoto ama mapungufu yanayoonekana ya ushiriki wa jamii, kwa maana kwamba wanatafuta ni kwa namna gani tutahakikisha ama watahakikisha kwamba sauti zetu sisi wavuvi wadogo wadogo zinapazwa ama tunazipaza, lakini pia zinasikilizwa katika kuleta hayo mabadiliko yanayotarajiwa. Moja ya jukumu lao ni wao ni wasimamizi wakuu wa zile sera zinazohusiana na hayo maeneo kwa ufupi wake, lakini pia ni kama kuonesha rasmi au kuonesha kwa uwazi kwamba maeneo fulani pengine ni maeneo tengefu kama serikali. Pia ni katika kusimamia zile kanuni, sheria ambazo zinaziongoza hizo rasilimali wao kama serikali. MSP inakwenda sambamba pamoja na mpango wa uchumi wa bluu, ocean based sector. Kwa mfano kusaidia labda uvuvi wa fisheries, yale maeneo yote ambayo ya baharini pia yanahusika na sekta nyingine, utalii kama uvuvi pamoja na na usafiri wa baharini. Taasisi jumla ya 222. Kati ya hizo zinazohusiana na mambo ya uvuvi ni 52. Kati ya hizo 222, asilimia 43 ni nani za serikali, na hizi zinaanzia wizara, unakuja mpaka CMGs. Kwenda kwenye sera ya uchumi mdogo, watakwambia hicho kitu kama kinataka hivyo, watu wapate kushirikishwa, wao wanamiliki rasilimali zao. Lakini ukienda katika hizi masuala yetu ya uhifadhi, hizi sheria zetu zinataka hivyo, na hata mapato yanayokusanywa na uhifadhi, asilimia ngapi inarudi kwenu? Asilimia. Changamoto ya kwanza ni mindset za watu, tunasema mtazamo wa akili za watu, kwamba akili za watu kwamba hazioni mabadiliko kupitia wao wenyewe binafsi, bali wanaona mabadiliko kupitia labda wafanyiwe na watu wao, ndio wanahisi kwamba ndio wataweza kubadilika.